Kati ya wewe kijana, wewe mzee, wewe mama, wewe mwananchi mpiga kura na mgombea mwanasiasa mwenye kutaka wadhifa fulani wa mamlaka, ni nani mwenye kustahili kuandaa ajenda za kimaendeleo ya pale eneo unaloishi wewe? Ni mwanasiasa ama ni wewe mwenyewe? Kwa sababu sioni kama ni jambo la busara mwanasiasa atoke huko ambako ametoka, aje kwako, apande juu ya jukwaa na aanze kukwambia chenye anataka yeye kukufanyia, ili hali wewe mwenyewe umekaa hujui kipaumbele cha maendeleo ambayo yanafaa kuletwa pale. Si unaona hilo ni tatizo ambalo linatukumba kama jamii? Na ndio maana kila mara tunawachagua viongozi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili tumeanza kuwachoka. Tunaanza kuwakasirikia, tunaanza kuwasema hao ni wabaya. Hapana, mbaya ni wewe ambaye huku participate kutafuta aina ya miradi na kuipatia kipaumbele. Ulimwachia kila kitu, ulimwachia mwanasiasa. Sasa yeye sio kipaumbele chake kukuletea maendeleo, yeye ni apige hela tu. Lakini ikiwa kama mwananchi utaparticipate kuanzia ngazi ya familia, kujaribu kuchakachua ni kitu gani kifanywe, wapi, wakati gani na lini, kama miradi ya kimaendeleo, basi hapo utakuwa kuna mchango mkubwa sana katika kuinua jamii yenyewe. Lakini kila kitu kimwachia mwanasiasa, mwanasiasa kwa kawaida hana njia nzuri ama hana nia njema kabisa na wewe. Si unaona jinsi watu wanavyoruka vyama? Leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho kutwa ametorokea chama kingine. Huyo unaweza kumkabidhi majukumu ya kukuletea maendeleo kweli? Hapana. Ni lazima tubadilishe mtindo wa kuwatambua na kuwachagua viongozi wetu wa kisiasa. Sasa tunafanyaje kuwatambua viongozi ambao wataweza kusimamia maslahi yetu? Tunafanya hivi: mtu yeyote ambaye atasimama kuja kwako ama kwenu pale mtaani kutaka kupigiwa kura, asiwe yeye ndiye mwenye kuleta ajenda za maendeleo. Akisimama jukwani tu, mnamwambia hapana, ndugu mgombea, tunataka utusikilize sisi wananchi. Manake sisi ndio ambao tunatambua matatizo ya eneo hili. Kwa hivyo tuko na mambo haya. Je, unayafahamu kwa namna gani na ni vipi utaweza kuyasimamia endapo tutakupigia kura? Sasa pale mnamtajia aina ya miradi ambayo mngependa ipewe kipaumbele pale. Sawa? Halafu mnamsikiza majibu yake. Mnachakachua jinsi anavyojibu kulingana na yale maswali. Hapo ndipo mtapata nafasi nzuri kabisa ya kujua ndio huyu mgombea huyu anafaa, kwa sababu ana uelewa wa ni kipi kifanyike ndani ya eneo hili. Naamini hiyo itakuwa ni njia nzuri kabisa ya kuwapata viongozi waaminifu na wala sio viongozi wabadhirifu wa mali.